أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Ukhti Fatima Salmin. Karibuni tena katika channel yetu ambayo inaitwa Taaluma Kwanza, na siku yetu ya leo tutaendelea na somo letu ambalo linalosema mambo ambayo yanayopelekea kuhifadhi kwa haraka. Yani tunasema fihima yarithul hifdhi, mambo ambayo yatapelekea uhifadhi kwa haraka. Jambo la kwanza tunapata aljiddu wal muwadhabati, yani kudumu, kufanya jitihada pamoja na kudumu na lile jambo. Bimaana unasoma, fanya jitihada, fanya tafiti, fanya bahthi, peruzi mambo, ingia maktaba, jaribu kufanya, ingia Google search baadhi ya mambo, ndio hiyo kufanya jitihada. Na vile vile kudumu na hili jambo, kama mfano utakuwa unasoma somo, mfano tunajalia somo la mirath, basi vile vile udumu nalo. Leo umesoma hapa, basi baadaye unatakikana ufanye durusu. Kesho ufanye durusu ambayo kabla ile kuendelea somo lako la mbele. Hiyo itakusaidia sana katika kuhifadhi. Kufanya jitihada pamoja na kudumu. Na jambo jengine anakuambia wataklilu ghidhaa, na vile vile kupunguza kula, yani usile sana. Utakapokuwa huli sana, itasaidia sana katika kuhifadhi, kwa sababu utakuwa na nashati ya kutosha, hutokuwa mvivu. Ukila ukishiba, ukivimbiwa, utahisi usingizi, utahisi kuchoka malal sana, kwa itakuwa haitosaidia katika kuhifadhi kwa haraka. Na vile vile wa qiraatul Qur'an, na kusoma Qur'ani, itapendeza zaidi. Ujiwekee utaratibu kabla ya kuanza kuhifadhi ama kusoma, uwe unasoma Qur'ani japo kidogo, japo sura ndogo unajipangia unasoma, inakuwa ni afdali, yani ni bora zaidi. Sasa uanze kusoma na Qur'ani kisha uanze kuhifadhi ama kusoma matini. Lakini tunaendelea, tunasema wa qiraatun nadhara afdal. Hiyo Qur'ani hiyo uisome kwa kuangalia, inapendeza zaidi. Utakapoisoma kwa kuangalia, imewekwa neno afdal, ni bora. Wapo tayari watu wamehifadhi Qur'ani, ni vizuri zaidi. Utamkuta mtu anafanya shughuli zake anasoma Qur'ani, ni vizuri zaidi na unapata thawabu. Lakini ukitaka kutengeneza hifadhi yako iwe vizuri zaidi, imewekwa bora usome Qur'ani kwa kuangalia. Kwa hiyo hapa itapendeza zaidi, kabla ya kuanza kusoma masomo yako, basi utasoma Qur'ani japo sura ndogo mwenyewe kwa kuangalia, ili iwe lisanul layin katika kusoma pamoja na kuhifadhi. Ukishamaliza kusoma Qur'ani yako, utaendelea kuhifadhi ama kusoma kwa matini. Wasiwaku, na vile vile kupiga mswaki. Na hii kupiga mswaki sio kama kila mtu akitaka kuhifadhi awe anapiga mswaki. Sasa hivi anataka kuhifadhi somo hili apige mswaki, sasa hivi anataka kuhifadhi somo hili apige mswaki, itakuwa ni mtihani. Hii imekuja kwa ile hali ambayo mtu amekula chakula ambacho kina harufu. Tunajalia kala mtu doriani, baada ya kumaliza kula doriani anahitaji kusoma, kuhifadhi. Basi mtu huyo itapendeza zaidi apige mswaki kwanza, kwa sababu hata kama yule mtu hakupiga mswaki, amesoma vile vile, sio kama hatohifadhi, atahifadhi, lakini mwenyewe atajihisi karaha kwa sababu atakuwa anatoa harufu. Lakini atakapokuwa akapiga mswaki vizuri, basi hata akisoma atakuwa na nashati. Na vile vile kama saa nyingine mtu atakuwa amekula kitunguu saumu, basi pia vile vile kitakuwa kinatoa harufu, kala chakula ambacho kina kitunguu saumu. Itapendeza zaidi mtu basi apige mswaki baada ya kuwa kala chakula ambacho cha karaha kama hivyo. Na vile vile wa shurbil asal, na kula asali pia inapendeza hii, kula asali. Na asali pia sio kama kila utakapotaka kuhifadhi ule asali, hapana. Asali itapendeza zaidi ule kwa utaratibu wa kujipangia, ule wakati wa usiku, wakati unapotaka kulala. Na vile vile ukiamka asubuhi pia inapendeza
ule asali kabla hujaanza kuhifadhi ama kutalii baadhi ya mambo yako. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku ya leo tumejifunza mambo ambayo yanayopelekea kuhifadhi kwa haraka katika dhihni yako. Na vile vile wapo watu ambao wanasema unaweza ukatumia tende hizi. Tende unaweza ukatumia pia ikasaidia sana katika hifadhi. Zipo tende zao maalum, lakini pia kama umekosa unaweza ukatumia tende za kawaida tu. Kila kitu kinaenda kwa nia. Na vile vile wapo wanatumia zabibu. Wanatumia zabibu kavu zile, wanasema tayari hifadhi inakuwa kidogo inasaidia sana. Na wapo wanaosema kuna habat sauda zile wanatumia chembe chembe zao maalumu, basi pia zinasaidia. Na wapo vile vile wanatumia loz katika kipengele hichi hapa. Lakini vyote hivyo ndivyo na vinafaa, kila mtu anaweza kujipangia tu vipi yale, kwa sababu vinasaidia vitu vyote tulivyovitaja, kutia joto mwilini na vinasaidia vitamin C. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na pia nawatakia Ramadhan Karim na siku njema. Na vile vile msisahau kunifollow pamoja na kushare na watu wengine ili wapate istifada. Shukran sana. Ramadhan Karim.